Leo katika ushuhuda tupo na Prophet Eddie Brunson ambaye alishangaza ulimwengu kwa kitu alichokifanya kwa waumini wa kanisa lake. Prophet Eddie Brunson ni kiongozi wa dini na ni mwanzilishi wa kanisa la Jesus Generation International Ministry ambalo analiongoza, na watu aliokuwa wanawatazama sana, yani role models wake ni Albert Angel na Prophet TB Joshua. Prophet Eddie Brunson ni baba wa familia na ana mtoto mmoja, na alifunga ndoa mwaka 2016. Kanisa lake lipo nchini Zimbabwe ambapo pia ndipo anapoishi. Lakini siku moja Prophet Eddie Brunson aliwafanyia surprise waumini wake. Siku moja Prophet Eddie Brunson alichelewa kuingia kanisani na alikuwa nje na mavazi chakavu na akipita nje ya kanisa lake akiomba msaada, lakini cha kusikitisha waumini wake walimpita bila kumsaidia. Wengine waliwahi kuingia kanisani. Prophet Eddie Brunson aliendelea kukanyaga viunga vya maeneo vya kanisa lake na hatimaye akaingia kanisani wakati waumini wakiwa kwenye ibada. Lakini cha kusikitisha zaidi, Prophet Eddie Brunson alipoingia kanisani, waumini walimshangaa. Wengi wao hawakufahamu kuwa ni nani. Mshangao na shauku ya watu kutaka kujua ni kwa nini mtu aliyevalia mavazi chakavu anaingia kanisani. Prophet Eddie Brunson alijaribu kwenda madhabahuni, lakini walinzi na viongozi wa kanisa walimzuia na kujaribu kumtoa kando ya madhabahu. Lakini baada ya muda Prophet Eddie Brunson alifanikiwa kufika madhabahuni, na ndipo mshangao na nyuso za waumini zilijawa na huzuni. Prophet Eddie Brunson aliposimama madhabahuni na nguo zake chakavu, alitoa shuhuda kwa kile alichokiona kwa waumini wake, na hali ya kuwa yeye ameigiza kwa siku moja, lakini waumini walimpita pasi na kumjali. Prophet Eddie Brunson aliwaambia waumini wake, nilikuwa na njaa, hamkunipa chochote cha kukila. Nilikuwa na kiu, hamkunipa chochote cha kunywa. Nilikuwa mgeni, hamkunikaribisha ndani. Nilihitaji mavazi, hamkunipa cha kuvaa. Nilikuwa naumwa na nipo kifungoni na hamkunijali. Kwa mafundisho aliyetoa Prophet Eddie Brunson kwa waumini wake, haya yanatufundisha kama kwenye Biblia inavyosema kwenye Mathayo ya 25 mstari wa 34 hadi 45 inayosema, kisha mfalme atawaambia wale walio mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa mgeni mlinikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nilikuwa kifungoni na mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uuchi tukakuvika? Na ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mnavyomtendea mmoja wa hao ndugu zangu walio wadogo, mnanitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walio mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekwa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nikiwa na njaa msinipe chakula, na nikiwa na kiu msininyweshe, na nikiwa mgeni msinikaribishe, na nikiwa uchi msinivike, na nikiwa mgonjwa na kifungoni msije kuniona. Ndipo hapo pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa? Ni lini tulipokuona una kiu? Ni lini ulikuwa mgeni? Ni lini tulipokuona uuchi au mgonjwa au ukifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadri msivyomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea. Na hii inatufundisha kwamba tutendane wema kwa watu wote, walio wokovu na hata watu wasio wokovu. Kwa maana sadaka sio tu kutoa kanisani, bali ni kusaidia watu wanaotuzunguka. Kwani Prophet Eddie Brunson alipotoa shuhuda kwa waumini wake, alishindwa kuendelea na ibada, alilia na kutoka machozi na hatimaye aliondoka.